Hii unajua hii tunaiona kwa mama, kwa sababu mama muda mwingi anakuwa karibu na mtoto. Si unaona kwamba mama anapokuwa karibu na mtoto, unaona kama akiwa anapitia situation ni kwamba baba anahisi haimfiki. Ila kweli ni kwamba baba naye pia inamfika na siwezi kusema inaweza kumzidi, ila kwa mimi ninavyoiona sometimes inamzidi hadi mama. Mama tutakupiga. Tuendelee. Hii inakuja inafanyaje kwamba inamzidi mama? Mama hofu yake kubwa ni yeye akiona hapa mtoto ataishi, hata anapohangaika naye mtoto akilia, akiamka. Ila nyuma yote mtoto akipata shida, kuna nyuma ya mtu ambaye anasimamia hiyo shida mpaka itatuke. Bali na mama kuwa naye pale. Anaisimamia mpaka shida mtoto afanye awe sawa. Maybe kaugua kwa mama, hiyo ndo mtoto atakuwa naye. Labda mtoto amepata shida usiku, mama ndo atakuwa karibu, mtu ambaye halali kwa muda huo. Ila hali ni kwamba hata baba anaipitia kwa baba ni ngumu zaidi. Baba inakuja kuanzia anapofikiria namna gani ya maisha yaende. Umeona baba anavyoishi yeye mwenyewe, hata kama mpo mbali hivi, hata kama mpo mbali, jinsi anavyoishi mwenyewe, lifestyle yake inampitisha katika depression ambayo sio ya kawaida. Umeona kama nilivyosema mwanzo kwamba the way ulivyokuwa unawaza mwanzoni, mimi nakuwa na nikija kuwa baba nitajua labda ni kuhudumia mtoto anapohitaji kitu, labda nimtimizie, ninunue hiki na hiki na hiki, unaelewa, nimsimamie wote mtoto na nitasimamia mtoto na mama yake anachotaka anyoke namna hiyo. Kweli haupo namna hiyo. Kuna situation ambazo lazima uzipitie, ni ngumu, na ni ngumu kweli kweli. Mtoto ataugua, sio, unaelewa hiyo nasema. Yani sana shida inayokuja ikitokea ni mtoto akiumwa. Hiyo lazima uwe nayo before uifikirie before hata mtoto hajaugua, kwamba nitaisimamia vipi. Kwa hiyo katika hiyo hali sasa inavyomfanya kama mimi baba kwa mara ya kwanza, mimi mzazi kwa mara ya kwanza kwa mtoto, na inanikutaje mimi mpaka inanipetea depression, si ndio? Nawaza kumbuka Kamanda, mimi nakuja kwa baba, sina chochote ambacho naweza kusema mimi nasimama kama baba kama wengine wanapotokea maybe amejipanga, nimepata hiki then kuja kwa mtoto. Hiyo ilikuja kama situation ambayo haujaifikiria. Sasa imagine nimekuja bila kufikiria, that means malezi yote yanahitaji uwe na pesa. Umeona? Unamlea vipi mtoto akue mbali na mama? Mama kashakubali kwamba mtoto mama anaishi na mtoto maybe karibu, upo naye mbali. Unatakiwa mkuze mtoto, unatakiwa msimamie mama pia. Muonekano wa mama pia na unachangia. Unajua unakuta mama kachaka, sio kwamba mtoto, kuna muda wewe mwenyewe baba hajanunua, baba hajakumbuka nyumbani. Ni kweli. Sasa hiyo hali inakubadilisha hadi unaishi kwa namna ya kuishi. Unajua unaweza kupoteza hadi watu wako wa karibu, unapoteza. Atakuwa anafikiria mama tufanye kitu fulani ambacho wewe huwezi kufanya. Ukipoteza hata 1000, mimi nimeharibu kwa umeharibu nyumbani. Hiyo inaumiza sana kupoteza watu ambao ulikuwa nao mwanzoni, ila haina namna, lazima ukubali uipokee hali. Amekuwa karibu sawa, ambaye unaona kabisa yeye huyu mshashindana naye, basi sawa, itaendelea. Unajua kuna hali nyingine inakutia depression kwenye lifestyle yako. Unajua kuna ile lifestyle ambayo mimi nilikuwa naishi nayo, sijawahi kubahatika kuwa naenda madisco na nini, ila kuna lifestyle ambayo unakuwa nayo ya ujana, sio unajua? Kwamba natakiwa nipate hiki kitu, niwe lazima nijifikirie mwenyewe, nijijenge katika hiki hapo, ila haujifikirii hivyo tena. Kila unayokipata unamwaza mtoto akue namna gani atakavyokuwa. Sasa shida inapokuja zaidi, mtoto akipata shida sana samia hapo kuua. Hivi vitu vidogo ambavyo unaweza kuvisolve, hata maybe mtoto ameshiwa nini chakula, anaweza kanisa nipe siku 2 nisikilizie, wewe chukua hata kwa mangi hapo msukume, hiyo unaweza kaipeleka. Situation ya kwamba ghafla mtoto kaugua, uje kukatia bima, una uhakika yani hela hukua ana nini wanasema ile saving, no savings, no nothing. Hapo simu zitaita Amanda, una shilingi 50 hapo utapiga simu sana, una shilingi 50 hapo. Unajua hiyo hali ndio inakuja na kubadilisha hadi unavyofikiria, ufikiri tena masuala ambayo kama ya mtoto. Kwa hiyo namna hiyo depression zinakuja sana, ila kwa baba, kwa mimi ninavyo experience inatokea sana katika
Okay. Na wewe inakuwa ni kwa upande kwa sababu tuchukulini haukuwa umejipanga. Hiyo sana ni kutokuwa umejipanga. Okay. Kwa mimi unajua sisemei kwa kila mmoja. Ni kweli tunatofautiana kama yes. Huku umejipanga kupokea hicho kitu. Yaani kweli. Ile ushakikubali kiwepo, hauna budi kuendelea nacho. Sawa. Sasa hiyo ni kwa upande wa kujiandaa kwa ajili ya mapokeo. What about mimi nilikuwa kuna muda na reacted kwa mwenzangu kwamba mtoto analia unanipigia simu na kata. Yaani umeelewa? Yaani sasa nachukua sina wa kumpa zile hasira, sina yani tuseme ninakuwa nimejaa hisia too emotional na kwa kitu kidogo tu nakasirika. Alafu sasa it's okay wengine kuniambia kusema, lakini yule wa kwangu wa karibu akisema akinyanyua mdomo nashuka naye jumla yani nakuwa na ile kama wewe ni sababu ya mimi kuwa hivi, lakini siwezi kumwambia usoni kwake hivi kwamba wewe umenisababishia mwili wangu saizi hauna tena shape. Wewe siwezi kumfuata na kumwambia hivyo vitu kwa sababu pia ninajali hisia zake. Kwani lakini kuna zile mara moja moja najikuta tu nishabasti. Nakumbuka na nyonyesha mtoto akaniambia kwa kuwa nilikuwa mkoani kwa ajili ya uzazi, yeye yuko da. Kwa ile kwamba niko nanyonyesha alale. Yeye akaniambia basi sawa, mimi nimetoka kazini nataka niende na marafiki zangu tukapate dina ili nikirudi ndani nirudi ndani mazima. Nikaambia sawa. Era familia sawa. Sawa. Wewe si ujali unaweza kukula huko nje, mimi hapa nakunyonyeshia mtoto lakini sisemi. Nachukua tu sawa. Then after a while akipiga ile sasa nimerudi ndani tuzungumze mmeshindaje na kadhalika. Yaani wewe mtoto wako analia, yani umeniacha hapo umeenda kukula na marafiki zako. Sasa umefahamu kwamba kuna zile attacks. Mimi nazitoa kwenda kwa mwenzangu kwa sababu siwezi kumpa mgeni aliyekuja kuona mtoto kwa mara ya kwanza, siwezi kumpa mama yangu mzazi ambaye ananisaidia kumlea mtoto, siwezi kumpa hata dada au yoyote yule ambaye ananisaidia katika kulea. Lakini nakuwa kama ona acha tu nitoe. Bora nitoe kwake kwa sababu yeye ndio chanzo. Wewe umepitia kitu kama hicho. Ulikuwa unakipokeaje sasa? Mtoto wa Shum leo mimi nimekasirika kabisa na kutupia wewe maneno. Namna unavyoongea, sijui ni wote zinapitia hizo situation wala kutana nazo. Kwa mimi sijakaa naye sana, sija kwamba nimekaa naye nyumba moja. Okay. Nimeona. Ila inakuwa ile mimi natoka nimeenda kumsalimia mama. Nimeenda kumuona mtoto. Ukifika, unajua kuna ile umemshika mtoto mmekaa mmecheza akilia uone si njaa. Unapiga mnyeshe. Mshike mtoto anyonye. Yaani unashinda zako huko. Unakuja tu mshika mtoto dakika mbili. Okay, angalia mshika muda mrefu. Amtoto kalia, sasa hapo sio namna na njia pekee ya kumnyonyesha mtoto ni kufanyaje? Kumnyonyesha. Unaona sasa kwamba umeona kabisa akienda ukimnyonyesha atakaa sawa au amelia itakuwa njaa mnyonyeshe, si umeona? Lakini mimi nitachukuliaje? Swala na hizi ndio gomvi mkubwa zaidi na zaidi ambao nilikuwa naona. Ila ukweli ni kwamba kwenye malezi ya mtoto sasa upande wa mama kupitia changamoto for the first time. Mama ana changamoto. Yani mama anatia changamoto sana. Mimi nakumbuka akiwa mdogo sana mtoto. Ilikuwa ni usiku. Hiyo siku nimekuwa naye. Mtoto alikuwa hataki kulala. Yeye ndo kwamba anasema chango. Tunaenda kuchukua tumekunywa madawa pale ilikuwa reporter sio zile na huu. Hadi reporter umeijua. Wanda. Mtoto hiyo siku halali, mtoto analia. Umeona? Analia. Sasa ile kalia katosha, wakaanza kulia wote na mama yake. Sawa. Unaweza kujiuliza nimekuja kufanya nini? Nini hapa kimekuja nini kimenileta? Na hiyo siku ni siku ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo kwangu. Na sikuwahi nategemea nijue mtoto kisha amekuwa analala. Yule mtoto alilia kuanzia ilikuwa aliamka kwa saa 4, kulala mpaka asubuhi kwa nakumbuka saa 9 ndo analala.
nili experience kidogo sasa kwenye malezi hapo yako kumelala na mtoto unamuona jinsi anavyokuwa. Hiyo mamake ilikuwa akisema shika basi na mimi nambembeleza. Wewe si yangu unashinda umezunguka unazuruna. Wewe kuja tu mara moja unamsikia wewe afu ondoke. Afu unataka au zanalia unataka uniachia. Namrudisha mtoto anyonye kidogo labda atanyamaza nimchukue. Umeona? Lakini ukweli ni kwamba baba pia situation hizo zinamuumiza. Kuna muda pia ukija ukafikiria ni unajua mimi nilivyokuwa nawaza haya masuala mengine ya mtoto sijui kwa changamoto ndogo ni za mama before sijakuwa naye, lakini mtoto na hapo na ni ujauzito tushakubali kipindi kabla hajapata mtoto ujauzito tushakubali haya masuala madogo sijui mtoto kulia mtoto kumpatia chakula. Mimi imani yangu pekee nilikuwa najua ni nani ni mama, ila baada ya kupata hilo ni kingine ambacho nimekuja ukifahamu kwamba baada ya kupata hilo sio jukumu la mama tu, hata mimi pia nahusika sana. Yaani sio kwamba umekuja umetoa hela matumizi umemaliza, hapana. Umeona? Kwa katika kukua hiyo siku na niliona kweli anachokipitia. Na mpaka kulia basi tu mimi mwanaume. Kwa hiyo ikabaki nimbeze mtoto na bebeze na mama. Nakumbuka siku nimeshinda nje ama ndani nimeshinda nje na bebeza mtoto. Mama yake basi asimuone na yake apumzike. Na halali unajua? Halali ni sinasikia analia. Kwa katika hiyo ndio inafanya kwamba na mimi natakiwa nihusike moja kwa nane kwa mtoto. Japo sio kwamba leo mpo salama. Mnaendeleaje? Sijui situation anazokuwa anazokutana nazo huko ndani. Kwa lazima nifike pia nione changamoto na nilichojifunza kikubwa na zaidi. Mmoja hawezi, yani peke yake hawezi. By any means. Sijui kuna mdada wa kazi atamsaidia. Mdada wa kazi kuna vitu vingine haviwezi, lazima uwe. Na kwa kuwa ndo nimeshapata mtoto na jinsi anavyozidi kukua, nazidi kuelewa. Unazidi kuadapt vitu vipya. Ila kikubwa kweli. Uwepo wa yeye anaitwa Alim yule. Uwepo wa Alim unakufanya hadi fikra zako namna gani ya kujikusanya wewe mwenyewe anakuweka sawa. Kumweka sawa. Kwa upande ule let's say ulielezea ulipitia kama hizi let's say financial crisis. Najua sio wewe tu, hii inawakuta watu wengi, maana hata mimi kwa upande wangu tulikuwa yes wote tunafanya kazi, mimi na kazi yangu, yeye na kazi yake, lakini kulikuwa kuna ile hali ya wote bado tu wadogo. Mimi nilikuwa naamini mimi bado mdogo. Kwamba natakuwa na mimi nijitafute, natakuwa na mimi niwe na pesa yangu, natakuwa niwe na yangu. Kwa kila kitu nilikuwa nikiwaza na wazia kwa upande wangu. How will I survive this? Mimi bado mdogo, bado nina life kubwa ahead of me. I have big dreams. Alafu mimi sio mtu wa kuwa married under 30. Nilikuwa nishaweka kabisa. I mean kupata mtoto under 30. Nilishaweka unasema roadmap yangu. Nitamaliza chuo, nikimaliza chuo nitaajiriwa kama miaka yangu 5 hivi. Hii miaka 5 nikimaliza labda ndo nianze kufikiria maisha ya familia, mahusiano serious na kadhalika. Sasa ni ghafla kwamba niko nafanya kazi. Lakini I'm going to be a mom. Am I ready for this? Je, mwenzangu anaweza kutukimu? Unasema kwamba ulikuwa mwaka wa pili and then you had people kwamba napata financial support kutoka kwa familia ili niendelee. Sasa huyu anayekuja anakuwa jukumu langu. Huwezi ukamfuata mama yako kwamba kuna mtoto ambaye ni wa kwangu naomba nisaidie kulea. Lazima upambane kimwanaume. Ufanye juu chini ala napate maisha. Hiyo sio tena kazi ya mama kukusaidia. So you are still in school. Unahitaji upate financial. Wewe mwenyewe unasema depression ya kwanza ilisababishwa na masuala ya finances. Fakta moja wapo ambayo inasababisha depression nyingi. Si tu kwenye malezi ya mtoto, hata kwenye mahusiano, hata kwenye kila kitu. Pesa ndio inaongea kwanza. Sasa wewe ulifanyaje ukatoka pale?